nilisema kwenye risala ni upandishaji wa madaraja. Naomba tena nimshukuru na kumpongeza sana Dr. Samia Suluhu Hassan. Kati ya mafanikio makubwa yaliyofanyika na reforms kubwa zilizofanyika kwenye sekta ya utumishi wa umma, mama amefanya mambo makubwa. Na tatizo watu tunasahau. Kelele, kuna watu waliosomeshwa na bodi ya mikopo elimu ya juu. Kule tulikuwa tunakatwa retention fee 6%. Tukampigia kelele mama watumishi, mama akafuta hiyo 6%. Na kwa kufuta ile 6%, serikali iliforgo trilioni 1.1. Ina maana hizo tungezikusanya zingeingia kwenye mfuko mkuu wa hazina trilioni 1.1. Wakati huo huo tunadai vijana wengine wazidi kupata mikopo elimu ya juu. Lakini mama kwa kuwajali watumishi wa umma alilifanya kwa moyo mkunjufu bila hata kujua kesho itakuwaje, vijana wetu watapata mikopo wapi. Lakini alilifanya hivyo, na bado mikopo alikuza kutoka bilioni 421 akaipeleka mpaka kafika bilioni 700 pamoja na kufuta hiyo 6%. Lakini nimeona niwakumbushe haya. Kima cha chini kilitoka 170,000, kikapanda tena akakisogeza mama kipeleka mpaka 270,000, kikaenda mpaka 300,000. Na hivi juzi mmeona alichokisema pale siku ya Mei Mosi. Kima cha chini cha mshahara kutoka 370,000 mpaka kufikia shilingi 500,000, ikiwa ni ongezeko za 35.1. Nani kama mama? Lakini kwenye wategemezi NHIF wanaolipiwa bima afya, kule ilikuwa mwisho ni mtoto tegemezi miaka 18. Baada ya hapo anabidi aondolewe. Lakini hili lilipigiwa kelele na watumishi wa umma kumuomba Mheshimiwa Rais ili jambo litupate unafuu. Tukatoka miaka 18 mpaka miaka 21. Na hii kwa kufanya hivyo kwa mwezi serikali ilipoteza, sio kupoteza, ilisamee makusanyo ya kwenda NHIF bilioni 3.7 kila mwezi. Nani kama mama? Sasa haya yote ni mabadiliko. Na swala hili la upandishaji wa madaraja, mpaka leo hii ninavyokuja hapa, Mheshimiwa Rais katika awamu ya 6 amepandisha watumishi madaraja, watumishi 429,458. Na mwaka huu wa fedha tu, fedha imetengwa bilioni 207.6 kupandisha madaraja watumishi 219,042. Na hapa sasa ndio nakuja kujibu kilio chenu. Wauguzi wewe. Tulitoa tarehe 30 mwezi wa 4 mwongozo kwa waajiri wote kwamba walete orodha ya watumishi wa umma ambao wana sifa za kupandishwa madaraja waliosahaulika kwa muda mrefu, kwa sababu hayo ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Nachelea kusema baadhi ya waajiri wetu huko wanatuangusha. Huo ni mwongozo umetumwa na Katibu Mkuu Ofisi ya Rais Management ya Utumishi wa Umma tarehe 30 mwezi wa 4 mwaka huu. Na mimi nikihitimisha pale hotuba yetu ya bajeti bungeni pale ya utumishi, tulisisitiza kwamba ifikapo tarehe 31 Mei ndio hii, waajiri wote ambao wanaorodha watumishi wanaostahili kupandishwa vyeo na wanao huko hawajaleta utumishi wafikishe Ofisi ya Rais Utumishi ili tuweze kuwapa haki yao. Kwa kujibu kero mlioileta kwenye risala, naomba tena nirudie jambo nililosisitiza kwa mamlaka za waajiri zote ndani ya utumishi wa umma. Ifikapo tarehe 31 mwezi wa 5, walete orodha yote ya wanaostahili kupandishwa vyeo Ofisi ya Rais Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora ili tuweze kutimiza agizo la Mheshimiwa Rais la kuwapandisha hao madaraja. Na ninaposema watumishi wa umma maana yake na nyie wauguzi ambao mko kwenye orodha hiyo. Bajeti ipo, Mheshimiwa Rais alishatupa bajeti ya shilingi bilioni 207. Na hapa sasa baada ya hapo tutabidi tuchukue hatua. Wale watakaokuwa wamewacheleweshea wenzao kuleta hizo taarifa, tukahangaika Ofisi ya Rais Utumishi, maana yake watakuwa na kuhamisha jitihada za Mheshimiwa Rais za kuwajali watumishi wa umma. Kwa mimi nichukue lai hii, Mheshimiwa Rais wetu wa Tana, katika mambo ambayo mtasisitiziana ninavyoondoka hapa, kila mmoja wetu mwenye changamoto hii
afike ofisi ya utumishi kwamba tumeelekezwa na ofisi ya Rais Management ya utumishi wa umma ifikapo tarehe 31 mwezi wa 5 jambo hili liwe limefanyika, ili watupe nafasi kabla kuisha kwa mwaka huu wa fedha tuwe tumemaliza swala la madaraja, tuanze kuangalia mwaka wa fedha 2025-26. Kweli jambo nalo lina ufumbuzi. Kwa naomba mkiondoka hapa muwe na kifua mbele kwamba mama ameamua kututendea yaliyo mema, atabaki anatudai sisi. Lakini pia ameongelea habari ya ajira. Niendelee kuipongeza serikali yetu ya awamu ya 6 inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa kipindi cha mwaka 2020-2021 na 22-23 serikali iliajiri na kupanga wauguzi 4482. Na nawahakikishia kuwa serikali itaendelea kutoa ajira. Na hapa naomba niwape habari nyingine njema Dr. Samia Suluhu Hassan. Wiki iliyopita baada ya kuona uzito mkubwa na kilio cha watumishi huko, na nyie wauguzi kwenye risala mmesema mnafanya kazi shifti mpaka 4, mmehemewa, kazi imekuwa nzito kwa sababu mko wachache. Mheshimiwa Rais ametoa kibali cha kuajiri tena watumishi wapya, ajira mpya 33,212. Kati ya hizo ajira wanaokuja kwenye sekta ya afya ni takribani watumishi wa kada ya afya 11,000. Na kati ya hao asilimia kubwa watakuwa wa kada ya wauguzi. Kwa hiyo na jambo hilo linafanyika mwaka huu wa fedha. Na bado kwenye mwaka ujao wa fedha tumetenga bajeti tena ya kuajili ajira mpya nyingine mwaka wa fedha 2025-2026. Nani kama Samia? Kwa hili jambo niwahakikishie na ninawaondoe shaka, hawa watumishi watakuja huko hivi karibuni, watakuja kuongeza nguvu, na tunaamini ufanisi utaongezeka na nyie mtapunguziwa mzigo mkubwa ambao mlikuwa mnaupata kwa kuwa wachache. Lakini pia niliwaongezea la kwangu sasa ambalo halikuwepo kwenye risala, malimbikizo ya mishahara. Hapa waliajiliwa wakakaa muda mrefu hawakulipwa mishahara. Wengine miezi 4, miezi 5. Mimi nimefanya ziara zaidi ya mikoa 13 kusikiza kilo za watumishi. Unakuta ukumbi wa watumishi kama hivi mlivyojaa. Mambo matatu ndio wanaulizwa. Waziri wa utumishi ukienda utakuta mambo matatu: madaraja, malimbikizo ya mishahara. Na malimbikizo ya mishahara yanasababishwa na mambo mawili. Moja ni uzembe hasa wa maafisa watumishi wengine ambao hawawajibiki ipasavyo. Mwaka huu wa fedha Dr. Samia Suluhu Hassan amewapandisha, amewalipa malimbikizo ya watumishi 130,463 kwa bajeti ya shilingi bilioni 226.6. Na hivi bajeti ipo na mwaka huu wa fedha tunaenda kutimiza, lakini unakuta afisa utumishi wako 4 kwa sababu ile andiko mpaka linafika utumishi linatizamwa na watu 4. Sijui mala mkaguzi wa ndani, mala afisa utumishi wa kwanza, afisa utumishi wa pili, unaenda kwa afisa utumishi mkuu na mkurugenzi. Lakini unakuta wameleta hayo maombi ya malimbikizo ya mishahara 150 yamekosewa. Watu 4 wameona na mtu mmoja utumishi anaenda kusema hiki, na wamepewa checklist kwamba mtumishi huyu malimbikizo yake ili aweze kuwa processed yaende hazina anahitaji 1, 2, 3, 4. Kwa maksudi mtu analeta kitu pungufu. Na wengine wamekuwa wamekitumia kama opportunity ya kupata fedha. Ili nilifanye jambo lako vizuri, katika hili likiliprocess malimbikizo yao utaniona kwa kiasi gani. Rushwa. Haya mambo kama ofisi tunaosimamia pia utawala bora tunayakemea. Na nitoe wito na rai kwa maafisa watumishi wote. Kufikia tarehe 31 tena mwezi wa 5, watumishi wote wenye malimbikizo ya mishahara wawe wameletwa tena, yalete hayo malimbikizo kwa usahihi. Sio kuleta incomplete. Yaani unaleta form na hilo ombi halijakamilika alafu linarudishwa, kunakuwa nenda rudi. Hii haikubaliki katika utumishi wa umma. Tunataka utumishi wa umma unaowajibika. Kama wewe ambavyo jukumu lako tumesema hapa kwamba kila aliyesimama kwamba mna kazi kubwa ya kushinda na wagonjwa mnawahudumia. Sasa wewe afisa utumishi kumhudumia muuguzi mmoja tunapata tabu gani ya kuweka mambo yake ya kazi sawa?
au tuwabadilishe aje akae hodini na wewe uende ukakae pale utumishi, ili watu waone uzito wa jambo hili. Kwa hiyo mambo, ukiwa kwenye dawati lako ulilopewa, watu hawataki kuwajibika. Anaona kama yani wewe ni mtu, yani yeye kukaa pale kwa sababu anaidhinisha mambo yako, stahiki zako ni Mungu mtu. Wewe unayekaa hodini kunusuru uhai wa watu hauna maana. Hili jambo alikubaliki. Tumeseti hizo deadline kwa makusudi kwamba tunataka tutakapofika mwisho wa mwaka huu wa fedha, hayo mambo yote yawe hazina yanasubiri malipo. Kwa hiyo naomba pia Rais na washiriki wote muondoke ukiwa ni ujumbe pia niliouleta kwenu kwamba serikali imejiandaa na tumejiandaa kwa ajili ya jambo hili.